Thini wa ikerekaria keri tafarira nege kuyugwa theroka na thini wa studio shito tokira mweshimwa Shadrack Omondi wakuma mwena uri ungi ano tokira ke rushini rwa muthe thini wa tafarira ya gikuyugwa theroka muno makiria tukihutiria maundu matiganite maria makoretwo magithie na mbere kuria mwena wa Kibra muno makiria tukimenya ati tariki 7 mweri wa November no gwakorwo ukina githurano kinene gyakorwo magisharia mubunge thini wa gicigo giki na mheshimiwa tangu jadi. Yes. Kumekuwa na ule msemo eti wakazi wa Kibra wamekuwa wakitumia ile choo ya flying toilet. Yeah. Na sijui kwa wakati huu iwapo haya mambo yameisha ama yangali yanaendelea, na ni vizuri wewe ukiwa mmoja wa viongozi kutoka upande huu utuelezee iwapo flying toilet inaendelea na ukichaguliwa utaimaliza kwa njia gani? Flying toilet, asante sana. Hizo ni maswali ambazo nyeti. Flying toilet bado yapo. Baadhi ya mashida ambayo wakazi wa Kibra wamekuwa nayo. Bado yapo. Na ndio maana nimesema pale mwanzo kwamba ndapo mvua inaponyesha ni utajua Kibra ni mji gani. Yes. Kwa hivyo mimi ninapoingia kwa uwezo wa Mungu na uwezo wa kazi ambao wananisikiza sasa hivi ni kwamba nitajenga vyoo kwa kila plot, kwa sababu CDF huwa inatenga zaidi ya $1,400. Kwa hivyo zile pesa za CDF sio pesa zangu mimi, ni pesa za wakazi na ni haki yao kupata zile pesa. Kwa hivyo mimi na bodi yangu kuu nitaweka mkakati ambao kila nyumba takuwa na choo ambayo ni modern toilet. Hata iwe ni kwa au watu ambao wamejenga nyumba zao za biashara, malandi hizi kila kitu hizi. Kwa hivyo hizo nyumba zitakuwa kwenye ward 5, line 7, Woodley ni nchi ni sehemu pa utajiri kiasi. Line 7, Makina, Sarangombe. Umeona? Katika hizi ward 4 nitafanya juu chini. Kibra iko na ward 5. Iko na ward 5. Iko na ward 5. Na ward moja ni iko na watu ambao wamejiweza. Yeah, Woodley iko na watu ambao wamejiweza. Woodley ndio unapata kuna zile golf mahali kuna mafarasi watu wanachezea mafarasi yale. Na hiyo tu ni Kibra. Hiyo ni Kibra bado. Yes, imefika border ya nani ya Ngong na Kenyatta kule. Yeah. Lakini kuna sehemu nyeti ambao kuna umaskini duni. Sarangombe, line 7, Makina na Lindi. Na hayo maeneo ndio unataka kuyageuza yawe maeneo ya kutajika. Yes. Kwa sababu kama wananchi au kama binadamu tunastahili kuishi sehemu mazingira inatukubali. Kwa sababu mahali hakuna mazingira mazuri, manake hata maradhi yanapokwepo. Na ndio maana hata maradhi yapo kwetu. Na ni changamoto kubwa. Na vile pia mbali na hiyo kujenga mavyoo, tutakuwa pia tunaendeleza miradi za zahanati, hospitali na kusaidia wakazi, na hilo kwenye ofisi yangu itakuwa ni bure kabisa. Kwenda shule bure, kwenda hospitali bure. Mheshimiwa, nimekuwa nikitembea upande huu wa Kibra. Yes. Na kunao tuseme Wakikuyu wengi ambao wanaishi katika eneo hili. Na pale mbeleni kulikuwa kunasemekana kuna ukabila mwingi katika eneo hili la Kibra. Na we ni viongozi ama we ni kiongozi ambaye unataka kuwania kiti hiki. Je, utageuza aje? Kumekuwa na ukabila. Haya mambo ya ukabila sijui umeyapangia aje kuyamaliza? Kitu ya kwanza ambayo watazamaji hawaelewi, mimi ni askofu. Hilo ni kitu ya kwanza. Mbali kuwa na kuania hii kiti. Kwa hivyo mimi kwanza, kitu ya kwanza ni kuleta jamii pamoja. Na kuweka jamii baba moja, mama moja. Na huyu mama moja, baba moja ni Kibra. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili,
hilo kitu ambayo imewekwa hapo kwamba Wakikuyu, Wajaluo, Wanubi ni viongozi ambao wameshakuwa hapo na wananchi wanasikiza viongozi. Sasa mimi kama kiongozi wao, mambo ya ukabila naipigania, sio Kibera tu, Kenya mzima, kwa sababu ukabila ni ugonjwa kwa jamii. Mahali kuna ukabila hakuna maendeleo. Kwa hivyo mimi naomba wanayenitazama sasa hivi kwamba mimi na ukabila hatuendani. Kwa hivyo tutakuwa tunaweka hata sasa hivi, sio nitakuwa sasa hivi kitu ambao nafanya katika mkakati zangu door to door ni kutuweka sisi wote tuwe kitu kimoja, kuwaleta pamoja wote pamoja. Na kuweka pamoja manake sina ubaguzi. Mtu ambaye ataingia kwenye ofisi yangu sikuulizi kwamba we ni kabila gani. Kwa sababu manifesto yangu ya 4 inasema kwamba freedom and development. Tuwe uhuru na tuwe na maendeleo. Yes. Mheshimiwa Kibra, imekuwa ikisemekana eti ni zone ya Wajaluo. Sana sana tuseme ni zone ya ODM. Na kwa hivi sasa wewe ni Mjaluo na unataka kusimama na independent. Na unasikia ni zone ya ODM. Haya mambo yapo ama yaliisha? Mimi jambo la kwanza nataka kuambia watazamaji kwamba mimi sina ukabila, mimi ni Mkenya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Kibera sio ODM. Mbali Kibera sio ODM. Kibera sio ODM. Kwa sababu jina la Kibera ni jina ya Wanubi. Wanubi wangesema hivyo kidogo, ningekuwa na wasiwasi kidogo. Na ndio maana sasa hivi sisi kama vijana tumeamka kutetea constituency yetu, kwamba mambo ya ukabila, mambo ya kusema kwamba hili ni ya watu fulani, hilo halipo. Na kama mnataka kujua halipo, ndio maana sisi tumesimama independent. Umeona mimi sio Mjaluo, mimi ni Mkenya, na kila mkazi ambaye anaishi Kibera ni Mkenya. Na kama tumesema kwamba Kibera ni Wajaluo, basi Wanubi watoke na waanze kuandamana kwamba Kibera sio Wajaluo na ni Wanubi. Yes. Sijui kama huwa mnasikizana na Imran Okoth. Yeye amekuwa akisimama na kiti cha ODM. Sijui huwa mnaongea ama hatuna maongezi. Kwa sababu wao wanatuangalia kama ni vigogo fulani vidogo. Wao wanajiona. Vichora fulani. Na kuna wenye wanaona wengine ni wadogo. Yes. Vichora fulani. Na sisi tuko tayari hata kuongea nao kwa sababu siasa is not a dirty game vile watu wanavyosema. Ni sisi ndio tunajenga ile mazingira. Kuweka siasa ni uadui. Lakini siasa ni sasa kama kwenda kucheza mpira na mwisho wa siku mpira ikiisha tunasalimiana. Yes. Na siasa zimekuwaje tangia ulipoanza campaign? Siasa zimekuwaje Kibra? Siasa imekuwa tough na ni challenge. Na watu wanapigana vichwa. Hizo vyama yani hakuna ile life ambao tunasema kwamba wako na msimamo. Huyu leo huku, huyu leo huku, huyu leo anasema hivi, lakini hizo changamoto ambao wako nazo inatupa nafasi sisi kupenya. Yes. Na mheshimiwa, hapo mbele tukiongea na wewe, kuna vile ulikuwa umeniambia Imran Okoth, kuna vile ambavyo mambo yake sijui ameyapeleka vibaya, hajafuatilia sijui mambo na Ujaluo. Sijui ulikuwa umeniambia nini tukiongea na simu? Mimi tuseme Kenya kwa ujumla. Kila mtu ako na mila. Na mila ndio mwanzo yetu ya kukua. Na hata kwenye runinga hili imeandikwa Gikuyu. Maana yake hii Gikuyu ni kuweka vijana wa Kikuyu wasisahau mila zao. Kwa sababu mwacha mila ni mtumwa. Lakini tunaposema hivyo hatutangazi ukabila. Lakini tunasema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Kiongozi mzuri, kiongozi mwema mbele ya dunia na mbinguni ni kiongozi ambaye anafuata mila na desturi. Umeshaelewa? Lakini Okoth mimi sioni kama ni kiongozi.
Kwa nini? Kwa sababu kiongozi ambaye anaenda kumchoma ndugu yake kisha eti ndugu yake kaandika will, na hata kitabu cha Biblia inasema kwamba muafu aliyokufa muache apambane kivyake. Umeona Okota kuchukua protocol mzuri kama nyinyi mkuu kama Wajaluo, hamkupendelea hilo jambo. Hakuna Mjaluo yote amependelea hiyo, aliyokufa na yule ambaye yuko hai. Hata council wetu mkuu wa Wajaluo hajapendelea hiyo kwa sababu hilo ni kinyume na mila na desturi. Sasa kiongozi kama huyu, wasikilizaji, ndio kiongozi ambaye amesimamishwa kwamba anataka kuwasimamia. Maanake ni kiongozi ambaye hayuko na interest na mtu yote. Kama hayuko na interest na familia yake mwenyewe, familia yake yuko nyumbani, walikuwa wanasubiri mwili ya marehemu iende kazikwe. Yeye anafika Naikuru, anabadilisha mwili. Usiku anachoma mwili. Kiongozi kama huyo mtamkubalia kweli aongoze? Mwacha mila ni mtumwa. Mimi na Okoth simpendi kwa kitu kimoja, kwa sababu he is a selfish leader. Na selfish leader cannot bring people together. Ni mtu ambaye atakuwa anatenganisha watu. Yes. Thĩinĩ wa tabarĩra ya Gĩkũyũ gwatheroka tukĩna Mheshimiwa Shadrack Omondi kuma kũrĩa mwena wa Kibra, ũrĩa tũkĩnake rũcinĩ rwa mũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Gĩkũyũ gwatheroka. Ũngĩkorwo na kĩũria kana kaũndũ o gothe na wende gũkorwo Mheshimiwa agĩcokia, no gũkorwo gĩtũma ndũmĩrĩri yaku kũgerera kĩbũgũ 721 inyanya kenda kĩbũgũ 311. Ũmũthĩ ndĩrathiĩ na mbere na kũng'eng'ana na Gĩthweri. Ũmũthĩ Gĩkũyũ ngwĩciria ndĩkĩehereire hanini, ngorwo ngĩaria Gĩthweri nĩamu ũrĩa tũkĩnake studio nĩ wa gũkĩaria Gĩthweri kana Kĩnjaruo, no ndigĩkĩũĩ mũno na gũtuĩka no aragĩbundithia. No ngũthiĩ na mbere na gũpambana na Gĩthweri. Mheshimiwa, ningetaka uongee na wakazi kutoka Kibra, lakini kabla ujonge na wao, kuna ile handshake kati ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Sijui wewe kuwa mheshimiwa unaichukulia kwa njia gani? Jambo la kwanza, kabla haya yote hayajafanyika, nadhani Wakenya wote walikaribisha handshake. Kweli. Na sasa hivi naona kwamba hii handshake kulikuwa na vuguvugu ya urongo humu ndani. Kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi, wangemtoa mtu mmoja upande ya handshake, mtu mmoja wampe support. Lakini naona sasa hivi kila mtu anataka hii kiti ya, na kila kitu kinachofanyika inafanyika na sababu. Kwa hivyo kifo ya marehemu Okoth inatuonyesha wazi kwamba hakuna kitu kinachoendelea, na hatupende na wasipende kudanganya raia kwamba kuna kitu kinachoendelea. Mimi nishatabiri kwamba sioni kama handshake ipo. I don't see it. Na hata coalition unasema hakuna handshake. Naona kama hakuna handshake kwa sababu kiti kidogo tu wote wanaivamia. ODM yupo ndani, Jubilee ipo ndani. Sasa ni kiti ya Kibra. Ya Kibra hii. Kwa mfano sasa sisi sasa hivi tunatengeneza kitu kinaitwa independent coalition. Independent coalition manake sisi wote ni watu ambaye ni candidate. Sawa? Tunasema kwamba tuwe kitu hiki, alafu tupate flag bearer yetu moja. Na yule flag bearer ndio sisi tutampa support. Na handshake pia mimi nafikiria katika mtazamo wangu wangefanya hivyo. Wangekaa chini wamchague mtu mmoja either kwa ODM ama kwa Jubilee, alafu huyo mmoja ndio amsupport. Sasa kama sasa hivi Jubilee imesimama, ODM imesimama, unafikiria kuna kitu hapa kweli konk? Hakuna, kuna vuguvugu fulani hapa. Unataka kusema sasa hiki kiti cha Kibra ndio kimekuonyesha hakuna ile handshake? Sio kunionyesha, lakini inaonyesha dunia kwa ujumla kwamba kile ambacho ilitufanya tuwe pamoja kama handshake ambayo imeleta amani, hasioni kama itaendelea katika sampuli hili, kwa sababu hata upande mwingine ile ya code sinajua pia walisema kwamba mara hii sasa hivi inaonekana wazi kwamba Watengula ametoa mtu wake, Mudavadi ametoa mtu wake, Kalonzo amesema yeye ana support Watengula. Manake sasa ile code
imevunjika Ukweli. kwa sababu ya kibra. Kwa hivyo kibra imepasua jipu mingi, jipu za urongo na ukweli. Kwani nini iko kibra? Hatujui. Kibra tuseme Kenya mzima. Maeneo ambayo iko na pesa Kenya hii ni mkoa mbili. Okay. Wilaya ya Turkana na Kibra, kwa sababu wazungu wanatuma pesa zao nyingi kusaidia watoto yatima, wadhirika wa ugonjwa wa ukimwi na mambo mengi tu. Kwa hivyo kuna biashara Kibra ambao sasa hivi ndio tunajua kwamba Kibra it's a potential. Na hiyo potential sisi nyumbani kwetu hawatakuja tu kuinyakua hivi. Okay. And because we are the story to tell people. Wow, they don't have a story to tell people, but they have business to do with people in Kibra. Mheshimiwa, ongea na wakazi wa Kibra kwa wakati huu. Yes. Najua kuna jambo ambalo umepangia kuambia. Yeah, wakazi wangu wa Kibra, kutoka kwa bodaboda, wakina mama, wakina baba, vijana. Mimi hapa kama mbunge wenu mtarajiwa, sitowahi kuwa mbunge bila nyinyi. Na sera zangu nitafanya nyinyi pia mnikubali na mnipeleke kwa bunge ili niwafanyie kazi. Sera ya kwanza, wamama kwanza, manake kwamba nitawapa wamama resources zote, kutoka kwa masuala ya hospitali, masuala ya biashara, masuala ya kuwatetea wale single mothers ambao mume zao wamekuwa nao, wamewapa watoto kisa wamewatoroka. Masuala ya pili ni watoto wote kupata free education, kuanzia nursery mpaka class 8. Form 1 mpaka form 4 takuwa ni bursary kutoka kwa CDF ofisi yangu. University ni hivyo. Wabodaboda, mjue kwamba mimi nikiingia mtapata access ya kutoka Kibira mpaka mjini kuleta watu. Manake kwamba hakuna mtu ambaye bodaboda atalipa yale ambayo mataki inatakikana zilipwe. Sawa? Ya 4 ama ya 3, vijana kwa ajira. Vijana nitawapa kazi kupitia vipengele ambazo mimi nimezipanga. Vipengele vya kwanza, nitawapa kazi muende kwa youth, mfanye training kwenye youths, mkitoka huko mfanye training kule, mkitoka kule manake mkirudi sasa mjini tutawapa pesa kwenye CDF ya kuanzisha miradi zenyu bila riba. Ni hayo tu mimi nawaambieni, ni hila nawaambieni. Wanaokuja na pesa zao, kuleni pesa. Lakini siri zenyu mjue kwamba ni nani mnampigia kura. Shadrack Omondi, mtetezi wa wanyonge, ni mimi hapa. Nipigieni kura, na tunapoachana nasema hivi: Mungu kwanza. One voice, one choice. Mbarikiwe sana. Thini wa tafarira ya Gikuyu gwa Theraroka, tumana Mheshimiwa Shadrack Omondi thini wa ceceni ya Gikuyu TV. Ano mwe wale marakorwo makiruira giturwa kia obunge gia Kibra kiria gakorwo gikihanika tariki 7 mweri wa Novemba. Ano mwe wale kuringana nake akoretwo akiruira ihoto cia andu a Kibra. Rwatho kiuma nake studio citũ cia Gikuyu TV, mũrori wa Mũgĩkũyũ gĩkorwo na kĩũria no gũkorwo gĩtũma kĩũria gĩaku kũgerera kĩbũgũ 721 kĩbũgũ 311. Mheshimiwa, yes. Ukirudi kule Kibra wasalimie sana na waambie waendelee kutazama runinga ya Gikuyu TV, mũrori wa Mũgĩkũyũ. Na hata sasa hivi nilikuwa nimesa test kwa sababu kuna kitu nilifanyishwa wakati nilikuwa kwenye reception. Okay. Kwamba mmekuwa na technology ambayo sijaiona popote pale. Kweli. Mtu anatazama TV kule, anaweza kuaccess pia kwenye Facebook live. Nikamwambia wafuasi wangu wote ambao wako diaspora, America, Europe, Tanzania wapi, kwamba waingie kwenye Gikuyu Facebook, Gikuyu Television, Facebook, alafu wa live. Kweli ni bora zaidi. Ukweli. Na mimi nimependa hii channel kwa sababu hii channel ni channel ambayo inaleta maendeleo. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, haina ubaguzi. Ni channel ya Kenya. Asante sana. Wasalimie sana. Asante sana. Na waendelee kutazama Gikuyu TV. Asante sana kwa kunikaribisha. Barikiwa. Asante. Okay.